Huenda hujanielewa na hii inaweza ikakupa shida kidogo, lakini nataka nikwambie kwamba kuna watu wanashindwa kutoka kwenye changamoto zao kwa sababu wao wenyewe wamekuwa changamoto. Yaani baada ya changamoto kuingia kwenye maisha yake, kinachokuja kutokea na yeye anakuwa ni moja ya changamoto ndani ya changamoto. Ndio maana changamoto inakuwa ngumu kutoka. Na unaweza ukasema sijakuelewa nini ambacho nakimaanisha. Na namaanisha hivi. Kuna watu wanapitia changamoto, na kwa bahati mbaya badala aanze kutengeneza hali ya kutoka kwenye ile changamoto, lakini anaanza kuisambaza ile changamoto yake kwa baadhi ya watu. Sikiliza, listen to me. Vile utakavyokuwa ukitangaza changamoto yako kwa watu, sio njia ya kuitatua, ila ni njia ya wewe sasa kuionyesha ile changamoto na wewe mwenyewe kuwa moja ya changamoto. Kwa hiyo huenda changamoto yako isiweze kutatuliwa au usiweze kuitatua kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa changamoto ndani ya changamoto. Kwa hiyo utakapopata changamoto ya aina yoyote, jitahidi sana usiwe na wewe changamoto ndani ya hiyo changamoto yako. Jitahidi kutengeneza hali ya utatuzi. Ndio maana Daudi anasema katika kilio changu nalimuita Bwana. Hakumuita mwanadamu. Kwa kinachowaharibu wengi ni kwa sababu wanaangalia wanadamu. Yaani kwenye ile changamoto yake haangalii kwamba ana uwezo wa kutoka, lakini anaangalia uwezo wa kuambia watu. Tayari yeye mwenyewe ameanza kutengeneza changamoto. Ndio maana watu wakimuona wanamuona ana changamoto na tayari yuko ndani ya changamoto. Kumbe ni kwa sababu aliamua kujionyesha kwamba yeye ni changamoto ndani ya changamoto. Kwa hiyo jitahidi, itakusaidia sana. Jitahidi kutengeneza mazingira wakati wa changamoto yako. Usijigeuze kuwa changamoto, lakini wakati wa changamoto yako anza kuangalia mpenyo mpya. Wewe mwenyewe binafsi anza kutengeneza njia ya kutoka, na sio kuanza kuwatafuta watu wa kutengenezea njia. Tayari utakuwa wewe ni changamoto ndani ya hiyo changamoto yako.